Zungumza michezo kwa hivi sasa baada ya Young Africans kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Mambo yameendelea kuwa ni mengi sana. Kombe la 5 kwa wananchi Young Africans, nipo na Mikoi Kisugu kwa namna ambavyo wao kampeni yao na wanachama na mashabiki ni kwa namna ambavyo wanataka Mangungu kuachia ngazi. Lakini taarifa zikiwa zinasema ya kwamba pia wanamtaka Babla Gonzalez kurejea katika kikosi hicho. Nipo na Mikoi Kisugu kwa namna ambavyo tukiachakata na kuachagiza. Mikoi, ipo vizuri? Yes, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametenda, nimeamka salama. Naamini kwamba imetokea situation zilizokuwa kubwa hapa, kila mmoja anajua, lakini watu wengi nimepita kwenye mitandao ya kijamii kubwa wakizungumza kwamba bwana Kisugu kwa nini uongei, lakini niwaambie tu wadau, nilipatwa na msiba wa mama mkwe ambaye tumemzika siku ya Ijumaa, lakini Mwenyezi Mungu ameshaahidi kwamba kulli nafsi zaikatul maut, kwa kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo kikubwa ni kwa katika hizo pilika msiba ulitokea siku ya Alhamis kwa mkea siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ukime wangu wote nilikuwa katika msiba, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimerejea salama katika jiji tulivu, jiji la amani, chini ya mwenyekiti wa ulinzi na usalama, pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila, moja ya viongozi ambao kweli lazima niseme na appreciate sana, wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Bwana Mikoi, tukupe pole, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Mungu endelee kumlaza mahali pema peponi. Mikoi Kisugu, Young Africans kombe la 5 ndani ya msimu mmoja. Wanasema haya ni mafanikio makubwa sana kwa upande wao. Singida Black Stars mlivyowazania sicho tulichokiona. Upinzani ambao wameutoa ni upinzani mkubwa sana. Mikoi, Young Africans kombe la 5 na paredi litapita Msimbazi na watakaa masaa mawili. Wewe unasemaje kwenye hili? Paredi litafika Msimbazi? Kama wao wanaamua kusherekea wacho washerekee. Lakini kwenye historia hakuna cha ajabu ambacho Dar es Salaam Young Africans alikifanya katika nchi hii. Niliwaahidi kuzungumza miaka miwili nyuma iliyopita kwamba Simba na Yanga tuna maisha ya kulwa na doto. Simba na Yanga tuna maisha ya kufanana. Na ndio maana leo ukifuata historia vizuri na kuweka rekodi sawa sawa, toka 65 Simba na Yanga zinachukua ubingwa kwa miura. Simba na Yanga inachukua ubingwa kwa muhura. Kwamba muhura wa miaka miwili atachukua Simba, muhura wa miaka miwili atachukua Yanga. Watu ambao wanaona ajabu hawana rekodi na historia nzuri kwenye football ya nchi. Wacha kidogo nikurejeshe nyuma nikupe historia fupi. 2011-12 Dar es Salaam Young Africans bingwa, sema moja. 12-13 Yanga bingwa, sema mbili. 13-14 Yanga bingwa, sema 3. 14-15 bingwa Azam, usihesabu. 15-16 bingwa Yanga. Chukua 3 jumlisha 1 na kwa ngapi? 4. Ukitoka 17-16 miaka 4 baadaye iliyokuja, nani alichukua ubingwa? Wekundu wa Msimbazi, Simba. Baada ya Simba kuchukua miaka 4 aliyekuja kuchukua tena nani? Young Africans. Miaka mingapi? Ndio hii miaka 4. Unajifunza nini? Kwamba Simba na Yanga ni kama wagonjwa wa malaria. Ni jambo la kawaida. Isipokuwa mtu ambaye hafahamu historia ya football kwenye nchi atashangaa. Na niseme tu leo ukweli, najua kuna watu wengine hawatofurahi katika hilo, lakini ukweli uko hivi. Maisha haya ya Simba na Yanga, maisha ya kula na doto ya Simba na Yanga, tunakwenda kuwanyima haki wenye haki. Kuna watu wengine tunawanyima haki. Kimsingi lazima tuseme leo hii Azam Football Club 2008 anapanda Dodoma pale. Kutoka 2008 2024 Azam Football Club amechukua ubingwa mara moja mfululizo. Lakini leo tupige mahesabu. Azam Football Club toka 2008 2024 kuna miaka mingapi? Hivi ni kweli tunaamini Azam Football Club kwa namna uwekezaji wake aliowekeza, registration anayoifanya Azam, anaweza kukaa zaidi ya miaka 14 ubingwa akapata mara moja? Lakini situation iliyopo ni maisha ya Simba na Yanga ya kulwa na doto. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo sisi ndivyo ambavyo tulivyolelewa Simba na Yanga. Swala la kuchukua ubingwa kwa miura ni jambo la kawaida. Hii haikuumi. No, haiwezi kuniuma. Kwa sababu asili ya mpira wa nchi na ujua. Na ndio maana nikasema wasiojua wapo, watalopoka watapiga sana kelele wanataona jambo la ajabu. Lakini maisha ya Simba na Yanga nimesema ni maisha ya kulwa na doto. Nenda kamuulize baba mwenye familia ambaye ana asili ya kupata watoto wa kulwa
na Doto. Hizi ni nyakati za Young Africans. Zimeshakwisha, ndio hizi miaka yake 4 amemaliza. Hizi ndio nyakati za Young Africans. Miaka yake 4 amemaliza. Nizamu ya Simba. Tusubiri mwakani inshallah, tuombe Mwenyezi Mungu akuamshe salama na tufike mwakani uone. Kisugu, ni mwaka wa mafanikio kwa Young Africans. Makombe 5 kama wanavyosema wao. Wana Toyota, wana ngao ya jamii, wana ligi kuu soka Tanzania bara, wana CRDB. Komenti nyingi za wachambuzi ni wanasema Yanga hii ni kipimo cha ubora za timu zote za Tanzania. Wanaweza akasema ubora unaweza kupatikana hata chumbani kwako. Mikoi ya kwamba ubora unaweza kupatikana chumbani kwako, ubora unaweza kupatikana kwenye nyumba yako, ubora unaweza kupata kwenye kata, ubora unaweza kupata kwenye mkoa, lakini ubora unaomata zaidi ya kwenye nchi. Leo kama ukisema Yanga na ubora is okay kwa mitazamo yako, lakini tusimame kwenye bara la Afrika. Mikoi uamini. Tulia wewe, tulia Singano. Tulia. Uamini Yanga. Tulia Singano, tulia. Umenichokoza, kuwa mvumilivu. Nimesema ubora unaweza kupatikana kutokana na eneo na namna ambavyo ulivyo. Lakini wewe Singano leo unashika maiki, swali na kuuliza. Simba na Yanga tutafuta ubora kwenye bara zima la Afrika kwenye nchi ya 54. Tunazungumzia ubora wa ndani ligi kuu. Na ndio maana nikasema sasa, kumbe Singano utapona. Yaani wewe ukikaa na mimi utapona. Akili zitakukaa sawa sawa. Na ndio maana mimi nikakutega nikajua utaingia. Nikasema ubora wa mtu unaanza kupatikana kwa chumbani. Ukitoka chumbani ubora wa mtu unapatikana kwa barazani. Ukitoka barazani ubora wa mtu unapatikana kwenye mtaa. Ubora wa mtu unakuja kwenye mkoa, ubora wa mtu unakuja kwenye nchi, lakini pia ubora wa mtu unakuja kwenye bara. Tuanzie ndani. Ligi kuu soka Tanzania bara. Wewe unasema bora nani ndani? Umekiri Yanga ni nasema hivi, wewe unasema ndani Tanzania bora nani? Bora Young Africans. Sawa. Tanzania iko ndani ya Afrika, tunakubaliana? Ndio tunakubaliana. Ubora wa Afrika na ubora wa ndani unaomata upi? Ukijibu unachukua ofa kutoka kwangu. Ubora wa ndani na ubora wa Afrika kwenye nchi ya 54 upi unamata? Kila ubora unamata kwa upande. Sasa hivi zinakuja nyingi. Kila ubora unamata kwenye upande. No, sio kweli. Kwenye familia kuna baba, kwenye familia kuna babu. Mwenye maamuzi ya mwisho kati ya baba na babu nani? Baba na babu. Kwenye familia mwenye maamuzi ya mwisho nani? Wazee. Sikiza swali Singano, usijichetue. Singano unapokuja kwangu, weka akili yako sawa sawa. Na ndio maana juzi umeitwa wewe sehemu Gambina ukapewa na posho Singano. Mimi? Sasa kumbe, wewe unataka mimi niseme? Mikoi tuzungumze kwamba ngoja. Yaani nimezungumza umelambishwa unataka kukimbia? Walisema Kisugu kalambishwa asemi. Nilikuwa na matatizo mwamba nimesharudi. Nitasema. Umepata power Mikoi. Nitazungumza. Lakini pia niombe wa Tanzania waendelee kumwombea dua mama yangu. Mikoi tuzungumze sasa. Ni kweli Young Africans ndio kipimo cha timu zote bara? Sio kweli. Ligi kuu soka Sio kweli. Kipimo Tanzania, tupime kwenye ubora kwenye bara la Afrika. Leo hii anayeongoza ni bora katika bara la Afrika, eti kipimo chake kiwe mtu anaongoza kwenye ligi ya NBC. Na ndio maana hata hii leo mtu ukimwona anashiriki kwenye ligi ya NBC ni njia. Kama Yesu aliposema mimi ndimi njia ya uzima wa kweli, huwezi kwenda kwa Baba ila kwangu mimi. Maana yake huwezi kwenda kwa Mungu mpaka upite kwa nani? Kwa Yesu. Maana yake kwa Mungu kuna ubora zaidi kuliko ni kunafanyaje? Tunakotoka ligi ya NBC ni njia ya kwenda wapi? Ya kwenda kushiriki kwenye mashindano. Tulia kwanza Singano, tulia Singano. Tulia wewe. Acha. Nyesi mlikuwa mnamtafuta mwamba niongee. Zungumza Mikoi. Mwamba nimerejea. Mwamba nitazungumza. Leo hii kuna manabii. Ni kweli manabii walikuwa bora kutokana na maeneo ambayo waliopewa kutawala. Na ndio maana Isa ibn Maryam kwa maana Yesu anasema sikutumwa bali nyumba ya wanakondoo iliyopotea ya wana Israeli. Yenye mataifa 12, yenye makabila 12. Unaweza ukawa bora lakini kwenye eneo. Unaweza ukawa bora lakini kwenye eneo. Lakini kwenye ubora kuna mtu wa mwisho kwenye ubora ambaye huwezi kuzidi kwa ubora zaidi ya huyo. Kwenye bara la Afrika ndio bora anaweza kupatikana. Kwa sababu gani? Tulia Singano. Nchi 54 zote hizi zina ligi. Lakini dhamira nchi zote hizi kwenye ligi kuwapata wakilishi kwenye mashindano makubwa katika upande wa vilabu kwenye bara la Afrika. Mashindano makubwa yako ya namna mbili. Shirikisho
na klabu bingwa. Tunapopambana kwenye ligi, dhamira yetu si kutafuta pesa za kwenye ligi, dhamira yetu ni kutafuta njia kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. 65 ligi ya nchi inaanza. Nataka nikubaliane na wewe katika kipande kidogo. Kwa mujibu wa maelezo yenu na wachambuzi wenu wa mchongo, mnasema Yanga kachukua ubingwa mara nyingi. Hatuwezi kubishana, wacha tukubaliane katika hili kwa sababu nataka kuishi kutokana na akili zenu zinavyowaongoza. Sikiza vizuri Singano. Maana kwamba Yanga amechukua ubingwa mara nyingi, Yanga maana yake ameshiriki mara nyingi mashindano ya kimataifa kuliko nani? Simba. Tunakubaliana hapo? Sasa sikiliza swali hapa Singano, ndio tutakwenda kula maiki zako. Simba na Yanga Afrika. Yanga kashiriki mara 2, lakini nani bora kati ya Simba na Yanga? Kimataifa. Kumbe yote nilikuwa naongea, kumbe ulikuwa yasikii. Kimataifa Simba ni bora. Ama hakika nimekubali dalili ya mwiba, kidole kuvimba na kutoka usaha. Ukiwa unamaanisha nini Mikoi? Kuna jambo nimejifunza kutoka kwako Singano. Unaumia? Mikoi, kwa mujibu wa swali lako kwamba Simba ni bora kimataifa. Yes. Na ubora huu tunaotafuta kwa sababu ya kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Na mimi nataka unijibu. Na ndio maana leo bingwa wa ligi ya NBC sio pesa ndogo, na wasifia wanachukua zaidi ya milioni 500. Lakini nenda kamwangalia bingwa klabu bingwa barani Afrika. Mikoi, umekiri kwamba Yanga ni bora na mimi nijibu swali. Nani kasema? Wewe mwenyewe kwa maneno nimesema Yanga ni nimesema hivi, kila mtu ana ubora wake kwenye eneo. Umekiri Yanga ni bora ligi kuu soka Tanzania bara? Wewe unasema? Wewe umekiri pia? Mimi sijakiri kwamba wao ni bora, nimejua wamechukua ubingwa kwa sababu maisha ya Simba na Yanga kula na doti. Kombe vitano msimu huu, Yanga ni bora si bora? Wakati nasi tulifanya hayo. Nenda kaangalia rekodi za nyuma ambazo nilizokupa. Kwamba wakati huu Yanga ni bora. Nimesema hivi. Nenda kaangalia historia na rekodi. Umekiri kwamba wakati huu Yanga ni bora? Nimesema nenda kaangalia historia na rekodi. Kipi ambacho kilichofanywa Simba hajafanya? Simba hajachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Simba hajachukua ile kombe ambayo sasa CRDB linaitwa mara 3 mfululizo. Ngao hajachukua mara 3 mfululizo. Kwamba kipindi kile Simba alikuwa ni bora. Sisi ubora tu utafuti kwenye ligi ya NBC. Ngoja nikwambie leo Singano nikufunua kichwa chako hicho. Tachi upo? Nipo. Simba tunashiriki kwenye ligi ya NBC, dhamira na nia yetu tunasema ni njia kwenda kufanya vizuri katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Sasa kama kuna watu wao wanapambana kwa ajili ya ubora kwa Tanzania, watu waendelee kupambana. Na ndio maana nikasema kuna watu yanawezekana wakachukua ubingwa mara nyingi kwenye ligi ya NBC, lakini wafanye vizuri katika mashindano ya klabu bingwa kwa sababu target yao ni hapa, kuna mtu target yao kule. Singano leo nakupa usia kwa sababu wewe ni mwanangu.